Okay, good morning and welcome to the Platform Live Podcast. A very beautiful Thursday ikiwa ni siku ya Alhamisi. Baada tu ya maandamano hatari pale Nairobi, lakini I hope hapa Mount Elgon hatujakuwa na maandamano. Anyway, welcome to this very beautiful conversation once again. Ambieni aje, welcome to the Platform Podcast, whereby we change the narrative, we inform, educate and entertain you. As you can see, jinsi ambavyo mnaweza kutazama, sipo peke yangu. I'm not alone. Niko na kijana mwenzangu hapa nda in a few pia tutakuwa tunaweza kumtambua jinsi ambavyo nimeeleza hapo, is a youth leader, na tutakuwa tukizungumzia masuala kadha wa kadha ambayo yanaweza kuendelea hapa maeneo ya Mlima Elgon, haswa zile masuala ambayo yanaathiri vijana, yanaguzia vijana. Pia huyu jamani Hustler Town atakuwa akitufunza jinsi ambavyo mambo yamekuwa kienda. Pia he has a lot of vast knowledge in agriculture. Is not a very new guy by the way. Huyu sio mgeni sana. One way or the other lazima mmepatana pale kwenye shughuli za hapa na pale, na maybe ninyi ndio mtakuwa mkituelezeni, utakuwa ukiniambia hapo labda ulipatana wapi na mgeni wa leo, jinsi ambavyo nimeeleza hapo kwenye comment section. Anatambulika kama Carlson kwa Moi, na nafikiri it's about time acha aweze kujitambulisha mwenye. Good morning bro. Good morning Abel. Ni aje, nitakusaidia kushika ndio kuwe very comfortable. Okay, labda watu wanakutambua kama nani? Hao watu wananijua tu kama Carlson. Yes. Yeah. Jinsi ambavyo ameweza kujitambua Carlson. So nafikiri Carlson itakuwa vema au watu waweze kujua labda Carlson amezaliwa wapi, anatokea sehemu gani, alisoma wapi. Tuweze tu kujua ndugu yetu ni nani, maybe he's been your classmate, mmejuana naye ni your area mate. Alafu baadaye tuweze kusonga labda Carlson ametoka wapi, alizaliwa wapi, na labda hapo awali ulisomea wapi. Unajua hao watu wajue pia huyu jamaa alienda shule. Mimi nimesoma pia. But nilianzia masomo yangu West Pokot huko. Wow. Nikakuja huko kidogo. I joined form 1 Kimobo. Thereafter maisha ikakuwa ngumu kidogo. Hao watu wanaelewa zile maisha ile tulikuwa tunapitia bwana. So nikaenda Sendera hapo, nikamalizia Sendera. Kumbe pale Sendera unapata mvua sana. Sendera hapo bwana niko na members wengi sana. Watu wa Sendera in the house, kina Morgan ndiye bwana, mnasemaje birthday boy. So kumbe ukaingia form 1 Kimobo alafu Sendera. Hadi form 2 karibu niingie 3 ndio nikaenda Sendera. Yes. So nikangangana na Sendera hapo. Wow, very very amazing. Kumbe bwana Sendera pia bwana ni shule mzuri. Wakati wa Bota ndiye alikuwa principal. Shule ilikuwa shule bwana. Amazing. Kumbe Carlson bwana ameweza kuzaliwa maeneo haya. Na home ni wapi Carlson? Home family yetu yote ni Bugaa hapa. Lakini sasa ni ile sisi hatujakaa Bugaa sana. Yes. Tumekaa na Morio hapo. Bwana, hiyo ndio nilitaka bwana. Unajua hapo ni headquarters Nom City bwana, unajua. Lazima utambue watu. So watu wa Kenya wananielewa. Willy alikuwa junior yangu. Kuna bwana kuna picha niliona pale Willy alikuwa amepost picha ya harusi bwana. Nikaona Carlson ulikuwa umepiga suti hapo. Bwana. Nilikuwa nangangana tu kidogo. Amazing jinsi ambavyo mnaweza kuona Carlson. And so Carlson manze, wewe ni youth leader, tumeona unachapa shughuli mingi. Labda kati ya shughuli ambazo unapiga hapa maeneo ya Kapsokoni Mount Elgon, and kama gani before now we dive into the conversation of the day. Naweza sema mimi niko tu na mambo mawili tu muhimu sana huwa nafanya. Ya kwanza niko na Kasaiba hapo kwa stage. Yenye inatusaidia sana. Inaitwa aje Saiba? Ni Carlson Saiba tu. So imesafu watu wengi sana. Na sisi
tuko friendly sana kwa prices. Friendly price. Ukifika pale unataka kufile returns. Ni bei rahisi. Alafu tunaelewa tena mteja, tuwezi kumfinya. Kama ana tutafanya. Siku nyingine atalipa, si ndio? So hiyo ni ya kwanza. Ya pili, mimi nilisomea kilimo. Agriculture. Unajua wanasema kilimo ni uti cha mgongo kabisa, especially hapa Mount Elgon. Ni ukweli kabisa. So nilisomea Bukura hapo. That is nilijoin 2014 mpaka 2016 hapo. So nilifaa ningegraduate hapo 2018, lakini sasa mambo tena ikakuwa ngumu kidogo. Ngumu in terms of school fees. Unajua kuna vijana wengi hapo wanapitia hizo challenges. So you should encourage them bana. Fees ikanilemea kidogo. So si ku graduate. So hapo nilikuwa na wako wameniwekea marks kadhaa kwa sababu missing marks. So nikakuja nyumbani 2017 nikaangukia yako ka NGO kidogo. Nikachapa nikaenda kulipa fees. Nika graduate sasa baadaye. So saa hizi mimi huwa nafundisha wakulima. Nimefanya na makampuni mingi sana. Wananitambua. Kumbe hata hii kufanya hii course, unajua kuna watu wengi Carlson, before hata tuendelee sana na mambo ya kilimo, because baada hapo umetuambia Bukura ni we have so many students from Mount Elgon na watu wanaogopa kufanya hizi courses za agriculture. Maybe you talk to them kama unaona tayari maybe you have not even been employed by the government, but you've been able kufanya na hizo organization. Maybe you talk about kidogo yule mwanafunzi, encourage someone to go and do this agriculture courses. Mimi chenye ningependa kusema watu wasome. Hii si course mbaya. Vile nimekuambia mimi nilimaliza hiyo mwaka. Lakini sijawahi kosa mshahara. Hiyo mwaka na si hata ni mshahara kidogo. Ni mshahara mzuri tu. Yenye nashindaka hata kama mwalimu kidogo. So mimi nataka ku encourage watu kwamba hizi ma technical courses. One of them ni agriculture tu. Iko na kampuni mingi. Uwezi kosa. Sasa zingine hata mimi wanafanya mpaka nafanya double. Unaona? Unafanyia zaidi ya kampuni moja. Nafanyia zaidi ya kampuni. Because sasa hakuna watu. Hakuna watu. So fanyeni course. Kujeni tu hustle. Labda hizo courses ni kama gani? Ajet ama like, if you can mention those courses. Kuna general agriculture, kuna extension kama yangu. Na mengine mengi, kuna engineering. Kwa agricultural engineering. Exactly. So siko mingi tu. So unasema vijana wajitume bwana. Vijana wajitume bwana. Maybe in terms of experience hivyo venye unasema na hizo organizations, ya vitu kama gani ndio mnafanya? Sasa hizi huwa tuna train wakulima kuhusu mambo ya ukulima tu. Like modern agriculture, from land preparation mpaka post harvesting. Management. Najua kuna watu wengi ambao wanatufuatilia swao majenzio wenye walikuwa maandamano jana. Most of them don't know jinsi ambavyo mahindi inapandwa, inakuja mpaka like prepare venye umesema land preparation. Na mpaka ukuje season ya post harvesting. So it's very important our majenzi wajue. Ni muhimu sana. Waachana na mambo mengi bwana. Maisha ni kali. Labda we have seen pia like in modern agriculture, labda mechanization kama hapa maeneo ya Mount Elgon. Ukilinganisha unaonaje ukulima ya saizi jinsi ambavyo inasonga na venye sasa now that we have experts like you kwa ground, what is the future of hii ukulima? Na kilimo biashara haswa. Chenye naweza sema tuko tunajaribu. Ukiona saa hizi at least ile ukulima ya hapo kitambo na saa hizi kuna utofauti kidogo. Unaona? Na hivyo unaona sasa production saa hizi inaanza kwenda juu kidogo, si ndio? Si kama hapo awali. So but mkulima akishika tu hizo vitu kidogo at least atakuwa na produce more. Hata kama bei itakuwa chini kidogo, lakini the moment una produce more, hiyo bei itakupata vizuri. Itakupata kiasi. Like recently hapa Mount Elgon, nadhani of course maybe you are not an expert in matters maybe potatoes, lakini since bado ni mambo ya agriculture tumeona, nimekuwa maeneo ya Chebiuk, nimeona wakulima sana wakilalamikia mambo ya viazi, like wameproduce viazi vizuri, na labda hata kama unaweza zungumzia ile ukulima ya viazi hapa Mount Elgon na venye mna educate our farmers. Ukulima wa viazi
si mbaya. But ile kitu tu huwa inamaliza ni wakati wa niseme packaging. Unaona mtu anapima kama ni 50 kg lakini anafungia gunia nyingine imeenda mpaka juu. Mpaka unashangaa hii ni gani, ni kunyanyaswa tu. But soko iko. Sijaona kama kuna mtu amekosa soko ya viazi. In fact huwa inaenda, tuko na majirani wetu wa Uganda hapo. Huwa wanakuja wanapiga kitu suit. Unaona? Alafu sasa siku nyingine chakula inanga ati soko hakuna. Kama soko hakuna hapa, in fact huwa tunafanyia networking ya soko, si ndio? Kama soko hakuna Kimilili hapa, soko labda iko Chwele kwa mfano, ama kama haiko Chwele iko Eldoret, unaona? So una connect mkulima na hiyo soko, unaona? So kitu tu muhimu mkulima tu asingatie hiyo upanzi vizuri, avune vizuri, aproduce vizuri, alafu apima tu vizuri. Asiweka mpaka anaweka kitu kingine inakuwa kama mrefu hivi. Unaona hiyo ni kama ni gunia mbili huko anauza. Na nimeona kwanza wakulima wakilalamkia. Na unajua kuna Potato Act ilipitishwa hapa Bungoma County, hata upimaji wa viazi ilipitishwa vizuri. Lakini nani ata implement? Na hapo sasa ndio yafaa utueleze. Hiyo mambo ya implementation sasa ndio ilishinda. Unaona? Ni kama broker ndio walikuwa sharp sana ama kushinda kaunti. Unaona, hao walikuja na hiyo kitu lakini hawakutia maana sana. Walisema tu hii iko hivi na hivi, hii ni sheria. Unaona hata saa hizi ukipanda viazi inafaa uko na barua ya kupanda. Kutransport inafaa uko na barua ya kutransport, unaona? Si hata unapanda tu kama umetoa umeenda, hapana. Iko na procedure lakini wewe umeona unafuata kweli. Sasa hii mtu anapanda tu kama ameusia mtu imeisha hivi. Na labda nyinyi kama agricultural officers hapa maeneo Mount Elgon, maybe in terms of advice kwa hao wakulima na labda yoyote maybe ambaye anataka kuwa na viazi, labda what's the best way to go? Ongea kama na tusema kama aggregation centers. Unajua aggregation centers mko na power ya kubargain kwa kitu. Mnasema viazi yetu round hii hatutauza tukiolela. Wacha tuweke kwa hii center yetu. Mnunuzi akuje achukua hapa akienda. Lakini sasa kila mtu akienda kwa njia yake amuta toboa. So lazima tuko na aggregate. So unajua mkikuja pamoja mko na hiyo bargaining power, sio niko afadhali iko inakuwa strong kidogo. Lakini sasa wewe mwenyewe kama utaki si unakaa na vitu yako. Lakini kama sasa ni lazima nani hapo. Ni mambo ya willing buyer. Mnunuzi akikuja si ati anaenda kwa Abel ama anakuja kwangu, anakuja kwa hiyo aggregation center, unaona? Na hapo pia mko na management yenu. Kuna wale tu wa marketing, watu wa kutafuta marketing hiyo vitu. So wewe kazi yako tu ni kuproduce, leta viazi hapo. Mambo ya kuuza nini hiyo achia wenyewe. Mambo ya storage iko well catered. Viazi hata inasaka hata mwezi mmoja. Na mshtuki, unaona? That wakulima nafikiri you're getting that a very important piece now. Unajua watu wengi wanajiuliza labda na even leaders those that wish to be labda leaders. You should come up with aggregation centers from agricultural expert hapa maeneo ya Kapsokony bwana Carlson. Mwenye Carlson I've also seen nimeona pia vitu fulani round. Sijui kama nyinyi ndio mnafanya hiyo kitchen ya mama wakipanda mboga, sijui hizo programs ni gani? Hiyo ndio sababu nilikuwa nakwambia. Agriculture iko na so many tuseme nini institutions. Unaona? Kwa mfano yenye umeona round hiyo, nashuku ni ya group inajiita Solidaridad. So huwa wanafundisha mambo ya kitchen gardening. So siko mingi. Unaona? Wengi. At least hata Wesi kosa zine kumbe tu vijana hapa wanaogopa kwenda kufanya kosa. Alafu sasa unajua vijana umemaliza agriculture na unajikalia nyumbani. Utapata aje sasa hiyo network. Tembea. Ongea na watu. Wakutafuta kwa cyber yako. Enda hata kwa field day, hata kama si kwa cyber. Kuja field day yenye tunapanga kama yenye tumekuwa nayo juzi cha mwezi. Kuja angalia watu wanafanya nini. Unaona? Utapata 1 2 huyu atakwambia, "Oh, umefanya hii." Ama atauliza, "Simu nitafutie kijana wako na hivi." Si unamconnect tu. Unamconnect. Wow.
Amazing conversation here with Bwana Carlson. Naona kuna watu tayari wanatufuatilia hapa kwenye mtandao. Naona Faris Kieni anasemaje, vipi mzee Abeli, long time sana bwana, long time, umpotelea wapi mzee? Closely following from upper side of Nom City Kandini, wanamuona mgeni upande wa TikTok dancing entertainment kidogo na rafiki yake Robi. Bwana, unajua sasa hii dunia labda sema ujipera bwana, kudance kidogo hata stress inaisha. Unapunguza, unaona uko na mafans hapa. Hawa wanakufuatilia pale TikTok. Unakuwa fani tu hivyo. Amazing. Joy Yeko anasema morning bro, unamtambua? Good morning. Alafu naona Sylvester Kabena anasema salimia Muhesh Carlson bwana. Sylvester bwana, nimepata hizo salamu. Sawa. Joy Nesco anasema hii sasa sasa yeye kama youth leader anasaidiaje ma youth huku nje? Nafikiri will be answering that. Alafu Kirui Daniel Kwemo anasema salamu kwa my good friend Carlson Kwemo Ndiama, information is power. Kabisa. Nafikiri tuanze na labda ile swali la Joy Nesco anauliza labda Carlson Ndiama kama labda kiongozi wa vijana, labda umechukua nafasi gani katika jamii kuhakikisha kwamba labda vijana pia unawahusisha katika hizi vitu ambavyo labda unafanya? Vile nilikuwa nimekuambia mapema. Najua vijana wengi mtu anaweza kuwa amefanya course fulani alafu anajinyamazia. Anakaa hata nyumbani nini, so kumpata hata ni ngumu, unaona. Lakini mimi niko na timu ya watu karibu, in fact wacha niseme watu karibu 60 something from Cheptais to Kaptama. Unaona, tuliform hub. Hub ni timu ya watu wenye wamefanya agriculture wote. Na tukaita Mount Elgon Agroecological Service Providers. So hao watu wote kuna service and provide. Kuna wa spraying. Kuna mwenye anafanya services ya land preparation. Labda ako na ndume analima. Na tuko sponsored na timu inaitwa FAO. Kuna organization inaitwa FAO. Yes, unaelewa hiyo FAO. So hao watu huwa wanatusponsor kidogo. So kwa hii team kuna wenye wana provide service tofauti. Kwa mfano kama mimi nafanya extension services kwa wakulima. Na kando na hiyo pia niko na wateja wangu huwa nawahusia dawa za kupalilia, za kulima, unaona. So ni wale youths unakuja tusalamia hapo. Very soon tunataka kuweka ofisi tu hapa karibu na agriculture hapa. But tuko na main office yetu iko Kopsiro kwa sababu hapo ndio ni center hapo ICM. Tuko na nasari kubwa. So umeona juzi tumekuwa tukiflag off miti. Tumepeana miti Cheptais. Tunaita wakulima wengi tunawapea miti tu for free, you giving out for free. Tukakuja Kopsiro hapo. Tunaita DC, tunapanda miti kidogo, tunapewa wakulima miti. Juzi tena tukiwa hapa Chemwesus, tumeita wakulima, tumewapea miti. Unaona? Na hii ni vitu tu ambazo zina happen in your groups. Na ni sisi wenyewe, unaona. So hao vijana wao wanajituma. Kama kwa mfano wewe ni mtu wa kuspray. Wewe ndakana utafuta customer, uone nani. Kuna watu hawawezi kuspray. Na kama unaona kuna watu wanapiga mahindi dawa zinaungua zote. Unaona bana, unajua kuna picha nimeona kwa social media, mtu alikuwa anasema a farmer was alikuwa anatengeneza anatoa kwa, lakini baadaye mahindi yote imekuwa bwana brown si unaona. So hiyo ndio sababu tulikuja pamoja kama vijana. Tukasema hapana, hii shida tunataka tuende kwa mkulima. Wewe utuambie uko na eka moja, unataka kuclear weeds. Sisi wenyewe mahali tutatoa dawa, wewe usitaki kujua. Bora tu agree to amount fulani. Unaona? So hivyo ndio tulikuwa tunajaribu kuweka vijana wakuwa busy kidogo. Na si hata tumefunga. Wewe kama uko willing na unajua kujituma. Juu kitu muhimu ni kujituma. Si useme wewe ni kijana na umekaa. So unaona, utajipata huko kwa street unalinga watu. Jitume. Angalia wanafanya nini. Waulize. Unaona? Mimi hata kama kwa saiba hapa kwa mfano. Vijana ngapi nimewatrain? Either with or without money. No trade. Sinanga mimi ati pesa mbele hapana. Unaona? So hiyo ndio njia moja ya kusaidia
vijana. Wow. Amazing. Nafikiri Joy Nesco your answer. Nafikiri umeweza kupata hilo jibu. Labda tukiendelea pale na agriculture before even we come to hizi. Nimeona kuna mtu amekuita mheshimiwa pahali. Mambo iko mengi, lakini niulize labda ukijaribu kucompare hii ukulima, kuna watu siku hizo wanatumia dawa kupalilia na kuna bado wale wenye wanatumia traditional methods. If you compare which one are the best ways to go? Unaona? Inaendea vile wewe unaitengeneza hiyo shamba. Kabla hapo juzi hao vijana nimekuambia tulipitia course ya PCBB, Pest and What Produce Board. Tulitrainiwa na tuko na certificates. Unaona? Saa hizi tunajua hii ni dawa mbaya na hii ni dawa mzuri. Hata venye dawa tu inafaa ikae. Alafu kuna dawa zenye siko tuseme inatakana ikae kama siku 2 ndio vitu so kwa hiyo ni unaona mtu anaweza piga dawa yenye haistahili. Unaona? Yenye iko na hiyo precipitation inakaa kwa nini kwa muda kwa shamba na unaenda hapo unakula supu vitu iko na lakini dawa ni mzuri. Lakini sasa hiyo dawa imeidhinishwa. So unaona juzi kuna dawa Liban. Dawa mingi sana. Sasa kampuni mingi wa Liban. Kwa nini? Hizo dawa siko na yani chemical yao iko na effects ya muda mrefu. Wow. Nafikiri watazamaji continuing to get those important pieces of information. Pia hapa Mount Elgon, Carlson nimekutana wakulima wengine, they go as far as Uganda kutafuta hizi dawa. What is motivating our farmers kutoka hapa Mount Elgon wakitafuta pembejeo wanaenda hadi Uganda kutafuta hizi dawa? In fact hiyo swali ni mzuri sana. Nilikuwa nangoja uniulize hiyo swali. Unaona? Dawa za Uganda ndio unaona watu wanapenda sana dawa za Uganda. Yani ni zile dawa tuseme ukispray mboga. Ukispray tu sanya una spray tu. Hata si ati utawaachia time. Unaona dudu zinaanza kufa. Sasa watu wanapenda vitu kama hiyo. Yani iko effective kabisa. Ukipiga hata mahindi yenye iko na wadudu hawa. Inatembeza hawa wadudu. Unaona? Lakini watu wanasahau kitu moja kwamba hizo dawa asijepitishwa kwa ile mchujo ile mzuri. So kama inaua mdudu hivyo na wewe alafu hiyo dawa inachapa mdudu hapo na hapo. Wewe unataka kuniambia iwezi kukuaffect wewe as a human? Wewe pia huko miongoni wa kuna in fact kuna dawa zingine za Uganda. Sio ilikuwa inaitwa nini? Nimeisahau jina kidogo. Ukiona hiyo dawa kwa nyumba hiyo harufu tu. Kuna hata hii dawa fulani inaitwa dudu wa Selemactin, watu wanaipenda sana. Lakini sasa dawa ya Uganda ndio at least we're getting the knowledge. Now hizo dawa asijaidhinishwa. In fact hiyo dawa ukishikwa nayo inafaa kabisa uende kabisa. Kwa sababu uko na huo watu. That's why unaona cancer zinakuwa mingi. Unaona? Sasa unaona tu wewe kitambo wewe maisikia cancer. In fact size it's the current predicament which is very serious hata compared to hizi diseases zingine. Research juzi tukiwa kwa hiyo training last month walikuwa wanasema Mount Elgon iko na high rate ya cancer sana. Kwa sababu gani? Wao wanatoa dawa Uganda hapa. Unaona? Dawa inapitia tu kwa mpaka hapo sinakuja. Mwana spray. Na by the way inafanya kazi. Tena si ati inafanya kazi. Inafanya kazi vizuri. Itatoa hizo dudu venye unataka. My friend. Na hivyo venye inafanya kazi, hivyo ndio itakufanyia wewe pia kazi vizuri kwa mwili yako. So unaona. So watu wana inhale chemicals. In fact hata ukiinhale hiyo dawa iko na harufu nyingine. Ukiweka kwa nyumba unaweza faint. So siko very dangerous. But nunua tu dawa hapa sokoni kwa Agrovet senye zimeidhinishwa. But some people dim, watu wengine wanasema hizi dawa za Kenya sasa venye unaona unaongelea hizo makali. Kuna sasa yenye haina makali, you end up using a lot of money na si effective. Unaona ile makosa watu wao wanafanya. Unaona mimi nikitaka ni spray mboga. Inafaa niende kwa Agrovet. Niona dawa senye iko ina spray tu mboga peke yake. Na unaangalia kwa hiyo dawa juu.
imechorwa labda picha ya mboga peke yake. Na hiyo si hata kwa sababu inaua dudu wenye wako kwa mboga. Ndio kuna hao wadudu pia wako kwa maharagwe, lakini istahili upige. Unaona? Unless imechorwa mboga, imechorwa maharagwe na nyanya, ndio utatumia kwa hiyo mimea zote. Kwa sababu unaweza tumia kwa nyanya na kuumba kwa nyanya istahili. Ama kwa nyanya uspray inafaa ikae 2-3 weeks. But kwa mboga inaweza kuwa inataka ikae siku 3 na ikuwe imesha. So you mean in Kenya here tuko na zile standards nyinyi kama agricultural officers, na you have those places whereby mmehakikisha hizi dawa zimekuwa standardized mpaka you break down the information mpaka mali unajua hii nikitumia kwa mboga in a period of maybe siku 3 hii dawa tena itakuwa na makali, inaweza kuwa consumed na hiyo. Ni hivyo kabisa. Unaona hizo dawa zote zinakuja kwa agrovet. In fact zile sawa za Uganda wao weki au display. Wanaingiza mahali. Kwa sababu unajua display na wale wa officers waingie utashikwa. So our display. But hizi dawa wana display. Angalia hapo juu unataka kuspray nini? Kama unataka kuspray mahindi na usiulize tu mtu wa agrovet nataka tu dawa ya kuua dudu, hapana. Yeye atakupea dawa yenye anaona watu wanapenda. Unaona? Lakini mwambie wewe jamaa nataka dawa ya kuspray dudu kwa mahindi ama dudu kwa mboga ama kwa nyanya. Hivyo tu. Unajua hapo ndio watu wajejua sana. Wanasema bora si dudu ni dudu. Bora dudu ni dudu. I hope you people manze najua leo we are giving you a lot of knowledge, especially those guys from Mount Elgon. Naona jamaa anaitwa Kaka anasemaje, ndio Kudonjo live from Nom City kama kawaida. Welcome aboard, nashukuru sana. Titus Kwali anasema nawapata clear, let your words change our youths. Kongoi kabisa. Sawa bwana Carlson, nafikiri tutakuja hapo kwa mambo ya agriculture, not unless there is an information we are leaving out yenye itakuwa very important you leave it to these people about maybe programs zenye mko nao kama agriculture, especially in Mount Elgon. Do you really have zile program apart from hizi za na do you mko na any funding from hizi government? Kwa sababu tumesikia pia serikali ikijisifu sana, wanasema tuko na programs mingi za agriculture na sijui kama indeed hapo kwa ground hizo vitu ziko. Hizo vitu huwa siko. Ingawa saa hizi sioni kama kuna any program. Saa hizi ni labda mambo za training sana. But funding nini sioni. So Carlson, the last time tulikuwa pale maeneo ya Kongit High School na tulikuwa kwa maneno ya empowerment, tulikuwa tumetembelea pale wanafunzi na we saw you pia ulifanya pale kazi nzuri, na sijui mambo ya empowerment kidogo, mambo ya kujihusisha na vijana. When did uli realize lini maybe uko na hii ndoto ya kuwa kiongozi kwa vijana na kusaidia vijana? When did you realize that? Nilirealize kitambo, lakini acha nisema labda wakati haikuwa imeiva vizuri. Lakini tumeiva sasa. So mambo ya empowerment, I think your time tulikuwa na Robin. I think. So but hiyo mambo ya empowerment ni kitu muhimu sana. Aswa mimi mwenye nimepitia hiyo maisha. In fact umetaja pale shule uliteseka sana. Hata hao jamaa watakwambia tu venye tumekuwa ile mtu anashangaa, so ulimaliza form 4 na tumekuwa na wewe ukipika mandazi hapo na Mario hapo kwa senda. So unaona. So that's why mimi sai nikiona tu kuna mwanafunzi amefukuzwa huwa na feel vibaya sana. Yaani na feel kabisa ningekuwa tu na uwezo fulani nimsaidie. Na by the way, sometimes ile time wanafunzi huwa wanaenda shule. Kuna wengine huwa na surprise tu. Naona kabisa huyu venye anakaa at least hata nampea fare aende. Unaona? Na wewe siku moja utaambiwa. So aziko we have been told, ndio maana na kuuliza, it's based on research. So ile time niko na kitu kidogo at least hata nikimpea fare. Mwingine hata siku moja alikuja kwangu bwana asubuhi akaniambia Carlson nimefukuzwa shule bwana, saa hiyo sina pesa. Nikamwambia ingia kwa store gongo maende peleka shule. Unaona vitu kama hii yani na feel sana kwa sababu unajua nilipitia. Unaona. So but watu waweke tu bidii. Mungu naye anajuanga watu wake. Unaweza kuwa unapitia hivyo ukiandaliwa mbele. So mimi hata ile maisha nilikuwa naishi hapa, hata ulisa watu wa Kenya watakwambia nilikuwa nahangaikanga tu kwa soko hapo kidogo nyumbani. Lakini saa hizi
at least unaona niko si mbaya sana kabisa. Carlson, picking from the same point, tumeweza kuona hata hapa nchini Kenya tumeweza kuwa na maandamano siku ya jana, of which bado hata zija neutralize, na in Kenya we're having a lot of unrest especially from the youth. Najua wewe si Gen Z, unaweza kuwa millennial, but you can talk about these issues zenye zinaendelea hapa Kenya. Tumeona makali sana jana, very many people in fact reports ambazo tunapata ni over 500 people are injured, na watu zaidi ya 15 waliweza kufariki siku ya jana. Na remember, these are young people, these are ni vijana rika yetu, and maybe hapa Kenya ukiangalia what is really causing this unrest amongst young people, mpaka wengi wanajituma pale streets, many even want to die, wengi wame lose hope hawa vijana. Na wewe from your perspective ukiangalia ni nini inatuma kama yule, unajua umekuwa kijana, umepitia hizo challenges, na bado wewe ni kijana, you can still feel what is happening and know. Unajua Abel, kitu naweza kuambia, unajua kijana ni mtu ako na nguvu, ako na nguvu, ako na akili, in fact amesoma, na hakuna kazi, unaona, but ana source ya pesa yenye anaweza kujihusisha na kitu muhimu, unaona, yani ako na ile kila kitu yote, lakini kitu ya kufanya hakuna, unaona. That's why unaona ukiadvertise hata kazi tu ya security, my friend, ukiwa na degree, unaona watu, umeona hizo vitu, so many people, hata ni kazi ya watchman ya kawaida, lakini ile hata mtu mwenye hajafika class 3 ndio anafaa apply, lakini unaona mtu mpaka degree. Juzi mimi nimeona kazi ya hii ya kazi mtaani, wenye walikuwa advertised juzi, nilifeel vibaya sana, kazi hakuna Abel. Nani, it's just a casual job. Nani casual tu. Just imagine ni kitu tu casual. Lakini mwenye anapply mpaka watu wenye wako na degree. Ndio uniambie dunia inaenda wapi? Yaani kazi hakuna. Pesa hakuna. Unaona? Ingekuwa at least pesa iko. Serikali tu itafuta tu njia ya hata kukopesha vijana pesa. Na si pesa ati unakopesha mtu 1,000 ama 2,000. Hiyo haitamsaidia. Yaani ukuja na strategy mzuri kabisa. In fact hata unaweza kuja na strategy weke county government. Ilete hiyo pesa mpaka hata mashinani. Mpaka mashinani. Na isikuwa na channels mingi, hapana. Ikuwe tu direct, tuseme itoke tu national, ikuje county na ikuje kwa vijana. Unaona? Wakuwa na hizi pesa. At least Abel saini kukupea 10,000. Uko na kitu unaenda kufanya yenye itakusalishia hizo pesa iendelee. Unaona? Hata kama utalipa hiyo pesa, lakini kukupea saa shilingi 500, unaona? Nikukupea 500 for real for sure. Hii maisha ngumu hivi. Alafu hapa awali unajua watu wako wamesoma wengi sana. Universities ilikuwa ni yani unatoka university unapata kazi. In fact ukiingia tu university waanze tu yani wasema hata kwa area. Kwa area ukikuja nyumbani wanasema huyu ako university. Wale wengine hata kukusalamia saa zingine wanakuogopa. Chief wewe ndio mfano kupigia wengine kwamba kueni kama Abel ameenda university, lakini wewe uniambia saa hizi wale wa university ndio wanashikwa, hata si ni kama primary tu. Exactly. Kuna mwenye anafail kuingia university saa hii? Hakuna. Unaona? So wamesoma kabisa, wako na skills ya kutosha, wako na nguvu, na ni wengi unaona, lakini hawana kazi, hawana pesa, unaona. Hiyo ndio inachangia hii mambo mengi bwana. Sasa umekaa tu town hapa, idol, maisha ni ngumu. Kuna jamaa aliniencourage sana pale Chwele. Huyu jamaa alikuwa anauza njugu. Na nikashangaa wewe jamaa bwana. Imagine ako na degrees 2 bwana. Na anauza njugu. Na ako na make a lot of money. In fact alikuwa anasema hata kazi sioni nikitafuta. Unaona? You already is been hapa amejaribu. Yani at least he did something out of the. Sasa usiniambie hii watu unaona hapa. Hao watu wamesoma bwana. Lakini hasa pesa imekuwa ngumu. Hizo funds, ongea access hizo funds. At least waanze kufanya mambo. At least watu waanze kujiempower. Kujiempower na hizo pesa. Mimi naona hivi vitu hata ingekuwa. Sasa unaenda kwa street na uko na kazi unaenda kufanya.
So inamaanisha kwamba watu wote wenye wametokea streets uwezekano ni kwamba majority of them they don't have jobs. Exactly. Yeah, mtu angekuwa na kazi ana reason ya kwenda kwa street. Hata wewe Abel. Mimi sasa unipate niko na andamana Nairobi huko. Na niko na kasaiba inafaa nifanyie watu photocopy. Be a madman. Kabisa. So ni hiyo tu. Serikali ingejaribu bwana. At least hata waanze kuemploy watu wenye watabaki kidogo. Si unajua mimi wewe kuandika kazi vizuri na unapata pesa mzuri kidogo, si utaniandika kwa hata mimi kazi nyingine kama watani. At least hata kama saa hii wewe uko na kazi na uko na gari, mimi ni driver sana kuendesha na si pia watoto wamenawa, si unaona? So kazi hakuna, pesa hakuna. So the government should create opportunities. Serikali tu iangalie tu njia ya kusaidia vijana, kwa sababu hata mtu mwenye ashaamua kukufa by the way ataenda mpaka hata State House, hata kumpiga risasi utapiga huyu atakuja. Wako wengi, wako jobless. Unaona? Uwezi kuniambia kwa watu wote wenye walikuwa maandamana hao wote. Wacha na Kalonzo na Yuji nao. Hao ni wakora. Si unaona walikuja ni kama wanaweka maua hapo na wakapotea. Wakaenda somewhere kwa hoteli fulani kuwatch tu venye mambo venye vijana wanaua. Yani hao wanataka wa step tu kwa damu ya watoto. Unaona? Ambapo si mzuri. In fact it is very good uongelee kama now we have those people that are taking advantages of the protest. Tumeona wengine wanaiba mali ya watu and including politicians wenye we know they are not the solution, lakini bado wanakuja kuride on the same way. Hiyo sasa hiyo ndio shida tu ya Kenya. Unaona, despite hao vijana kuwa wako idol, hawana pesa, hawana nini, wanatumiwa tena vibaya. Unaona? In fact wengine walikuwa wanafandiwa tuseme muenda maandamano. Wewe ukoona hata last week mtu anaandika vijana karibu 500 na marungu. Atiendeni wala wakikuja mna infiltrate. Unaona? So watu pia wa siasa wanatumia watoto vibaya. Ati muende mfanye ambapo si mzuri. Unaona? Tumepoteza watoto wamepotea bwana. Wengi wamekufa bwana. Si siri. Hata kabla jana wasema hizo stations. Wewe unajua nini ilifanyika? In fact that one is an issue that you should ulionaje maybe the decision of the government to shut off the streaming ya hiyo protest. Haikuwa mzuri. Kwa sababu unajua wanaweza sema hivyo na wafanye kitu mbaya. We are even told kwamba maybe it was a strategy ya kuinfiltrate kuleta more guns kwa. Inaweza kuwa ni hivyo. Unaona? Kwa sababu nyinyi mnasema nini? Nini mnataka kuficha? Ingawa station zingine pia zilikuwa na makosa. Unajua sasa wana insight, wanaona hata kitu kama hata ijaenda sana. Wanasema hii kitu imekuwa mbaya. Lakini hata haijakuwa mbaya. Unaona? Singine hata unakumbuka juzi hao watu na Kalonzo walikuwa wanasema tunakuja kwa streets. Lakini tunataka tufanye documentary ya venye maaskari wanatuumiza, venye wanatufanya nini, alafu labda so unajua wako na create tena mtu shida mahali, unaona, so that kesho watakuwa wanasema so unaona ndio hizi vitu. So that's why serikali hata pia iliamua kusima. Remember we also have police officers wengi wenye waliweza kuumizwa. And by the way walipigwa vibaya. Kuna wengine waliata waliumizwa vibaya. Ambaye ni watoto wetu pia. Unaona, ni baba ya mtu pia. Ako natafutia mtu. Anatafuta kufundisha watoto. Anatafuta hata chakula ya watoto na unampiga. Unaona? Ambapo haikuwa mzuri. So watu wa siasa waachana na mambo ya kutumia vijana vibaya. Wow, thank you very much Carlson. Bado nipo na Carlson hapa maeneo ya Kapsokony in this morning beautiful conversation. We now dig maybe tuzungumzie yale ambayo yanajiri Mount Elgon in terms of politics. Tumeweza kuona various projects zinaendelea, zile za county za national government in Kapsokony. Tumeona kuna hospitali inaendelea which is a project of the national government. Recently tuliona chuo iliweza kufunguliwa na pia kuna mabarabara ambayo county inasema zinashughulikia. Kwingineko pia we have problems, tuko na zile mabarabara ambazo hazipitiki. Remember wewe wakati unazungumzia wakulima pale pia wanapata challenge ya kutransport hizi products na inaleta tena tatizo in terms of bei ya hizo bidhaa. So labda hapo kwanza Mount Elgon, the political situation, unaonaje hali ya kisiasa hapa Mount Elgon kwa sasa? Siasa hapa Mount Elgon
Nisema tu, unajua mtu akiingia kwa kitu sometimes huwa anataka kulalia mahali pamoja, labda kwa sababu Abel kunifanyia hii. Pia sitakufanyia. Tuseme wacha nienda niunde Kibundo, niwaache Chemwesus, niwaache Kipchiria huku. Watu wanasahau kitu moja kwamba unajua once ushachaguliwa, umekaa kwa hiyo kiti. Sasa wewe fanya kazi iko. Unakuwa leader wa kila mtu, for those that elected you and those that not elected. Exactly. Labda hata ule mwenye ako kupigia kura anaweza kuswa mahali. Asema kweli, huyu jamaa sikumpigia kura by the way. Lakini naona venye anafanya, wacha tunifungue roho kwake. Unaona? Lakini sasa siasa yetu kidogo sio mzuri. Kila mtu sasa hawa ni watu wangu. But in terms of development, wacha tuniseme ukweli, bado tuko chini kidogo. Kwa mfano hapa Elgon. Sasa hizi project yenye tumeona so far tusema ni hiyo choo na hospitali. Hii mwaka 5 ya since 2022. Ni choo na hospitali, si ndio? Na maintenance za barabara chache. Lakini na wako na potential ya kufanya sana. Unaona kwa mfano kuna barabara zingine watu wamelia sana. Kwa mfano kuanzia na Maria hapo kwenda juu, alafu itokee pia Kipkama iende hivyo Kibieto. Hao watu wanaumia bwana. Nimekuwa nikiingia ndani huko. Hao watu wanaumia kweli. Hivyo iende Koshoka, unaona. So ile barabara mimi nimeona ni kama wame upgrade kidogo, tuseme hii ya Chemwesus, Chemsesio. So unaona ambapo wamefanya vizuri. Maybe hiyo ndio uwezo yao walikuwa nayo. Then ningependa kusema hao viongozi wangetembea mashinani. Waone shida kabisa. Unajua hapa town, ukikaa hapa town, si ndio? Wewe utaona ni kama watu wako sawa. Tembea vijijini ndugu yangu. Tumekuwa tukifanya mambo ya enumeration. Tukiregister watu wa mbolea kidogo. Tumekuwa tukiingia mpaka kabisa mashinani. Mimi hakuna mahali utaniambia sijawahi ingia. Lakini watu wanaishi, yani maisha ni ngumu. Unaenda tu watoto wako nyumbani. Unaona? Fees hakuna. Na pesa ya fees hapa. Maybe sinapeana tu kwa mtu mwenye unamjua. Kuna mwenye na ule mwenye ajulikani. Hako mashinani kwa atafanya aje. Unaona? So wale tu wako surround wanakuambia ati hapana, mambo iko sawa. Tena wewe ndio watu wanaimba huko safi. Lakini uje huko uone venye watu wanaumia. Jenge hata mabarabara kidogo, hata kama hakuna mara. Tafuta omba Greta. Nyorosho tu hata iende paka forest huko. So hata mtu akilima hata maharagwe anakimbisha hapa sokoni kidogo. Viazi kidogo anakimbisha. Unaona? Alafu utafutia office kidogo. Mimi hata tuseme kama mimi. Ingekuwa mimi. Tuseme mimi ni MCA sahi. Ningejaribu tu hata kama hakuna funds ile ya kutosha. Unaona kama zile barabara unaona kabisa ni worse. Tafuta hata allowance yako hiyo kidogo. Tafuta vijana hata karibu 10. Tengeneza kabla hujapata hiyo Greta. Haya, ukipata yako uangukie leo umeenda kwa mahali kidogo umepata pesa kidogo. Tuseme serikali ijakupea pesa. Tafuta hata watoto hata 20. Watoto 20 na mbele. Na ulipia hata 10,000. Pesa si mingi. Hata mshahara hata ya mwezi mmoja bwana. Wewe unataka kuniambia ule mtoto unamfundisha wewe. Hata kusahau. Hawezi. Hawezi kabisa. Tuachana na ile tuseme Abel. Unaona hata mtu ni mwalimu bwana anapewa basari. Hiyo itakulaani. Very true. Mimi hata kabisa nisema kabisa hata mimi nimeenda basari. Ama nimeenda ile mbolea. Mtoto wa maskini pale. Ama nienda ile mbolea MCA hata mimi na Carlson. Nimeenda kabisa nimepewa mbolea surely kabisa. Kuna mjana hapo bwana. Kuna kabisa watu. So that one, how do you speak of that amongst our community? Kwa sababu ni people within the community tena wanataka kutake advantage zile vitu ambaye labda MCA anakuja kufanya kusaidia watu maskini. Tena tunapata watu wenye si maskini wanajitokeza wanataka kubenefit from the same. When will this character end? Ita end tu wakati. Viongozi tutarealize kabisa kuna watu. Wanasema the buck stops with the leaders. Exactly. Venye utarealize kabisa kuna watu inafaa wasaidie. Mimi sasa ningekuwa MCA. Singekuwa hata nakata huko. Sasa hata ile time niko naye hata kidogo natembea hata Kibundo. Natembea hata Kibieto. Niende Chemsesio huko chini kwa miguu tu hata. Na timu yangu kidogo tunaona kabisa wapi
imeumana kabisa. Unaona? At least utaona mwenyewe. Si utaambiwa. Utaona. Na usaidie kulingana na uwezo wako. Carlson, before nafikiri, do you think it's time ya vijana kama nyinyi sasa na unaonaje maybe coming towards 2027, kwa sababu do you think the young people are the people that are going to bring maybe change Bungoma County, Mount Elgon, and even Kenya at large, being one of them? In fact, mahali imefikia saizi, vijana ni wengi bwana. Na wasikuwa wengi tu. Just imagine wakikata kura. Tuseme kama wale walikuwa Nairobi jana. Nasikia walikuwa almost 10 million. Hawa 10 million uniambia kabisa wako na kura wote. Huwezi kuweka president, hawezi kutoka hapo. Anaweza, kuna possibility. Hata hapa Mlimani, hata hapa Elgon Ward. Vijana ni wengi sana. Vijana wakata kura bwana. Siku nyingine hata ukisikia mimi naye niko hapa bwana, wanione kama kijana bwana. Na rusha hapo. Mimi niko na, yani najua kabisa kijana nakosa nini. So this leadership position should come to the young people. At least around hii rudi hata kwa vijana bwana. But and vijana wafanye nini, because si ati vijana wajakuwa Carlson since 1962 tumekuanga na vijana, but nothing is changing. Sijui itafika, unajua size maybe tu ni wakati ya maandamano, but towards election do you really see hawa vijana wakuja kuvote na kumake ile the necessary change? Alafu tena remember, this one is a country that is run by resources, by rule of law. Ni we can only do hata wewe kama Carlson unaweza fanya tu kulingana na uwezo yenye maybe uko na ya pesa nyuko na, hata kama kiongozi for you to bring development itategemea na ile pesa ambayo umeweza kukusanya, labda kama ushuru kwa nchi, and that what the government is able. Ayu vijana pia watakuwa na ile capacity. Unajua maybe saizo wana complain President Ruto, nayo put kijana pale tumuulize tunataka hiyo kazi jinsi ambavyo mmekuwa mkiuliza Ruto kazi. Uko sure vijana watakuwa na hiyo capacity na hiyo uwezo ya kupatia vijana wenzao kazi the way they are asking the current and maybe even that president that will come? Vizuri sana. Kwani nini hawajui? Unajua ile shida tu watu wao wanaharibu ni kwamba, kwa mfano mimi sasa nikisimama sasa nisema nimekuja kama kuwatetea vijana. Utasikia wengine wanasema sasa tumekula nini? Unaona? Hiyo unaona ile pesa unakula ya mtu. That's why mtu akienda kwa kiti anataka kurudisha kiti yake. Viti yake kabisa kwanza. Akula kwanza. Na ile time sasa anakaa kula kwanza, ile pesa yake ilienda na ndio tamu inaisha, unaona? Lakini kama mimi mmeniweka sasa kabisa. Mmeniweka sasa. Mjaniitisha pesa. Nyinyi mimi niko na deni yenu. Unaona? Chukua vijana. Na mimi nakwambia, unaona? Chukua vijana chacho ingishao na kwa hizo ofisi kidogo. Unaona? Hata kama ni kwa hiyo miaka 5, at least kuna wakufagia. Weenda Bungoma hapa. Kuna watu tu hata wanasimama hapo hivyo na wako kwa mshahara na ni watu wase. Unaona? Hata kuna wengine kabisa hawajui kazi yao ni gani. Hawajui, yani wako kwa payroll lakini hakuna kazi, hana ofisi. Unaona? Chukua hata vijana pia weka huko bwana. Ndio hatutaandika vijana wote, lakini kuna wenye watabahatika. Waingia hapo. Na by the way watafanya kazi mzuri. Kwa sababu huyu ni kijana. Anajua pale mbele safari bado. Lakini sasa mzee anajua aidha mnipe msinipe. Hata mimi nimekuwa mzee. Unaona? Lakini huyu mimi kama saa hii mimi at least ningangana kabisa. Nijua kabisa mimi bado ni kijana. Saa hii niende nyumbani nifanye nini? Unaona? Ningangana at least hata labda waniongezee hapo mbele. Unaona? So shika hao vijana. Peo kazi. Wengine wakibaki nyuma ile kazi unakuja tembea nao waambie barabara hapa iko namna gani, si hapa itengenezwe kidogo. Kitu hata wanyorosha hata tu watengeneza kama maji, piga hao kitu kidogo waende nyumbani at least wafurahi. So unaona hata sasa bwana wa vijana wao bwana. Kabisa vijana wameshindwa kwa. Sasa utao ulishie nini bwana? Very true. Na venye maisha imekuwa ngumu bwana. Si kupenda kwao. Kuna venye wamefinyika. Wow.
A very amazing conversation hapa na Carlson Kwemoi akitujuza and indeed anazidi tu kutupanga kama kijana, and I really hope you are enjoying the conversation. Unapata, unajifunza mawili matatu. Labda nisikie wanasemaje before we come to an end of this beautiful conversation. Kwa tuna maswali za mwisho za kuuliza Carlson kama youth leader, lakini before labda ni Griffin mwalimu wa hisabati anasemaje, Griffin Psero anasemaje, mngesema tu mko na interview hapo ningeshindwa kuanunulia kweli chai. Unasikia mwalimu wa hisabati, mwalimu wa hesabu bwana, si ufanye maneno bwana, wewe ni jamaa. Ati tungesema tu tuko na interview angeshindwa kweli kutunulia chai. Baada tujamaliza. Baada atembee tu hapo. Tembea tuone. Atatupata. Alafu nimemtazama rafiki yako anasema Kesis Robin Korira anasema say hi to my friend Carlson. Carlson mtu mungwana sana huyo. Kesis bwana. Na ukuje tusaidia vijana bwana. Alikuwa na foundation mzuri. By the way aliwalipia fees. Yes. Robin Kesis pia. Mimi nikiwa mdogo nilikuwa naona jamaa tu kalikuwa hata ana mwili. Kana wewe ya shida tu. Lakini sasa yeye ndio pia kijana kabisa anaelewa hii maneno. Sasa tukishikana bwana tusaidie kijana mmoja pale. Nilipenda kazi alifanya bwana. Si unaona nani kijana. Tulikuwa pale na kijana. Tulikuwa he paid school fees for several students at Congress. Almost 10. By giving 5,000, wengine 10. Na unajua school fees hapo tu hata kwa mwaka ni kama 12,800. So he paid almost half, hata more than. Hata alimaliza fees bwana. So asante Robin. Asante. Naona Yukabeth anasema hello, anatufuatilia. Alafu Nixon Thomas ndio anasema salimia Carlson my G. Alituma za cabbage 2022 sana. Bana namna hiyo bwana. Anasema ulimtumia za cabbage. Ni ukweli. Mwalimu wa hisabati pia anasemaje hapa, anasema greetings to Carlson Kwemoi, an amazing soul with a big anasema with a big heart. Anasema this man with a big heart, he has grown up amid these challenges from a humble background and he can really make a good leader if given an opportunity someday. Niko nakuja hapo. Watu wanakuita kiongozi. Anaelewa kabisa. Asante sana mwalimu wa hisabati. Ambrose Moto anasema live from Mumias Town, salimia Carlson. Ambrose mlembose. Alafu Carlson unaona wewe ni mtu mkubwa sana na naona pia hapo Honorable Maruti anasema salimia kijana. Maruti bwana, tumekuwa na maisha ya ujana tu hapo nikiwa Sendera. Pale Sendera. Maruti ngangana bwana, maisha ni namna hiyo. Very very amazing. Naona vijana bwana wanakutambua sana Carlson. Vijana tumekuwa nao. Na ile opportunity napata huwa tunafanya moja mbili yenye tunaweza. Labda in future pia do you intend maybe to have a foundation? Juu nimeona mambo mingi zinatajwa hapa ni zile vitu ambayo labda kwa ile tu vitu the small things that you do bila watu kujua. In fact matamanio yangu siku nyingine nikipata tu funds vizuri ndaanzisha foundation. Hiyo kitu ni muhimu sana. At least nikishika hata cha mwezi watoto 5 hapa juu watoto kama 2 3 4 5 tuwasaidia na tuta source funds from friends. Unaona warafiki ndio watu wazuri sana. Watatusaidia. Tuwasaidia pia bwana. Wow. Nimeona Haron Kirui anasema pass my regards to this gentleman. I like the spirit. We will rescue Elgon One. Kabisa bwana. Na jinsi ambavyo hizo mambo yanakuja hapa labda in future do you have intentions of maybe becoming a leader? Na unajua future you're already living in your future. In fact nikipewa opportunity. Tusema hata kesho. Siwezi kusita. Nitasimama hapo. Wow. Amazing. Wale labda walikuwa wanashangaa. Hayo this one is Carlson Kwemoi, a youth leader, ni jamaa mchapakazi hapa maeneo ya Kapsokony, anachapa pia mambo ya agriculture. Maybe you are a young man, you have intentions of labda kujishughulisha na agriculture, maybe in terms of advice nini wakupate wapi? Mimi niko hapa kwa Senda 24/7. 24/7. Nikosa kwa cyber kidogo.
unanipigia tu simu. And by the way, kuna wakulima wenye wanajua kunitumia vizuri. In fact anakupigia simu, anasema kuja uone shamba. Kuna time nilikuwa na mashine ya kupima udongo. Anapima free. Jua shida ni yako. Sitakulipisha. Alafu nakupea advice. Fuata advice uone. Wenye wamefuata advice yangu wako pale kwenye na at least bwana tulime. Pesa iko. In fact hapo, you know, very many young people the current, mbona wa vijana wataki kwa kufanya kazi ya shambani? Tusema tu labda hawana hiyo pesa. Unajua shamba pia inahitaji pesa. Si bure. Yeah, now give us that background before we come to an end of this interview, because that one now, like before mtu sasa ingie kwa ukulima, maybe ako na shamba ya kamoja, maybe ndiye akuja apande mahindi, just give us the breakdown. Tuseme unajua sasa shamba hakuna, tuseme tu kweli hatuna shamba, si ndio? Labda unataka kukodesha ka shamba yako. Kawaneka, so unaenda sasa ni karibu 10,000 or 10,000 plus. Ukiwa na hiyo pesa, tuseme tu ukiwa na 30,000 hapo, unaweza kufanya kazi yako vizuri. At least ukodeshe shamba, ufanya land preparation, pasua upande mbegu, inputs pia iko juu. So unaona, so inafaa pesa mzuri. Labda hizi vitu za pembejeo with the organization that you work, do they provide vitu kama hizo tu? And by the way, kuna organization mingi huwa inapea watu hizo inputs. Nakumbuka last year hata mimi beneficiary, kuna watu wengine walikuwa nasema mbolea Equity sijui nini hizo KSAP. Hizo za kulima free. Yaani unatoa tu 10%. Tuseme 10% ya 10,000. Unaona ni pesa kidogo. Unaweka hiyo 10%, alafu anakupatia inputs zote. Unaona? We kazi yako tu ni kutengeneza shamba. Kupanda vizuri, alafu sisi tunafuatilia hiyo shamba. Tunaangalia venye umepanda. Umepanda kwa njia mzuri ama uko namna gani? Na tunakuja hapo mpaka mahindi ikue, mpaka uvune. Tunakuja tunakwambia haya, sasa hapa palilia. Sasa hapa top. Sasa hapa weka mchanga. Are you working with this organization kama nimeona One Acre Fund, Apollo Agriculture? I've heard some wakulima wengine wakicomplain, and maybe advice to farmers na hizi other organization maybe zenye zina offer on loan services to farmers. Kuna organizations zenye zinapatiana loans, inputs. Ingawa sasa kuna wenye unajua wanatafuta pesa sana. Nilikuwa naona Apollo at some extent walikuwa naumiza watu. Sore kusema hivyo utakuwa unaharibia mtu biashara. But it's for the sake of our naona kama One Acre Fund si mbaya sana. As long as ulipe tu kwa wakati. Hakuna mtu atakusumbua. But mimi sijafanya kwa hizo. Mimi nimekuwa tu nikifanya na wale wako wanakuja through ministry tu. But you know, you talk with the wewe unaongea na wakulima, na sometimes you always get these in fact nikipatanga opportunity naambia watu sasa hii kuna hao wanapeana hizi. Simu ingie, register, pata. Last year over 300 farmers walipata. Wow. Amazing. Bado nishatonge kwa online ungesikia Carlson, tulipata mbegu, tulipata mbolea, tulipanda over 300 farmers. Wow, very amazing conversation here with Bwana Carlson. Umesikia, wewe ni kijana, you want to participate, unataka kufanya shughuli yote ya agriculture, labda you can just share the number, tuache hapa number, some can always ask. Wanaweza kuuliza. Okay, ni 07 again. 184 764. Carlson Kwemoi. Ndiema. Carlson Kwemoi Ndiema. Wow, maybe you have intentions of participate in agriculture, unataka kujishughulisha na hizi mambo ya agriculture, you can always reach out to Carlson, na nafikiri he will give you the best advice. And thank you very much kwa wale wote ambao wamekuwa wakifuatilia. Nimeona pia Griffin Psero anasema coming shortly. Huyu Carlson Kwemoi akiomoka anaweza saidia kila mtu. He's amazing. If we only have a youth who can support a leader without kuitisha 50-50, then we elect a leader and give him an opportunity to work. We will have a good society. Lakini sasa unapata Carlson anataka kuwa kiongozi, then akimit vijana
and they're like, Carlson, tunakula nini? I hate that mentality. Anyway, msimalize interview kabla nifike. Wewe, interview isiishe kabla mwalimu wa hisabati hajaweza kufika. Sami Junior anasema youth leader wapi? Tukisema youth leader imaanishi ni wa wapi? Youth leader anaweza kuwa tu kiongozi wa vijana mahali popote. But specifically Carlson anapatikana hapa maeneo ya Kapsokony, hapa maeneo ya Kapsokony CBD. Maybe wewe kama kijana uko na zile intentions, uko na zile intentions za kupatana na yeye, you can always get an opportunity of maybe getting a one-on-one platform ya kupatana na. So umeona venye watu wanaongea hapa, umeona na indeed to his words, enyewe wewe ni kiongozi wa vijana na from Zima Well Studios we really wish you well. Tunakutakia mema jinsi ambavyo vijana hawa pia wanakutakia mema katika safari yako hii ya uongozi Carlson. Labda do you have intentions of maybe vying for any political seat now, ama hiyo ni mambo ya future? In fact sahi given an opportunity sasa unaweza chukua tunangoje opportunity ikuje. Mambo ya nimesikia pia, sijui kama umesikia mambo ya chama hapa maeneo ya Mount Elgon. Tumekuwa na watu wakiwa na intention sana ya kuanzisha a political party. They say a political vehicle ndio inaenda maybe kutusaidia sisi kama Saboti. Hiyo kitu si mbaya. Ni venye tu sisi unajua sasa sisi wa Saboti tunakuanga na shida moja, hatukuangi pamoja, unaona. But hiyo chama in fact ikikuja na wa Saboti wote tukua hapo, tutakuwa na hapa sana kuingia kwa serikali. Hata tukuusa tu chama, unaona, tuko vizuri. So at least unaweza negotiate na wale wa jamaa pia, tuseme sisi na tuko na chama yetu tunakuja nayo. Tutakuwa na nguvu. Wewe unaona hata kama hapa chini bwana Fort Kenya, ukisikia Fort Kenya hata wewe mwenyewe ukisikia tu Fort Kenya hapa kuna venye unatetemeka kidogo. Kwa sababu washaji establish wako na sauti moja. Unaona hata hao wanasema nataka governor. Yaani unasikia tu wanasema atakuja na chama gani. Kama itakuwa ni Fort Kenya atapita. Si unaona? Ile mambo ya senator si uliona tu, sisi usipo hata tungekuwa tu pamoja na tungekuwa na chama yetu hiyo time. By the way senator alipita na kura ngapi? Ni kidogo sana. Hata Mount Elgon wenyewe tungepiga wote kura na tupigie mtu wetu angeenda direct. Because in Mount Elgon we have over 60,000. Over 60. Tana hapa hii kukua. Si unaona? Kwanza ilikuwa reputation. Hakuna mtu alienda kupiga kura. Sasa tungekuwa pia hapo. Na tukuje kabisa na chama yetu na tupiga block. Tungekuwa na senator hapo for the first time. Wow. Hii mambo ya county, can people the Sabots wanataka sana county. Is it the future ama unaonaje? Mambo ya county ni mzuri kabisa. Ni mzuri kabisa. Unajua tungekuwa na county. Tuseme sasa hapa ni headquarters. Unaona ile pesa inatoka huko, unaingia headquarters hapa, venye maofisi zinajengwa hapa, venye tunapewa kazi. Tutapata kazi bwana. In fact tuseme sasa tungekuwa na county yetu hapa. Vijana hao wenye tumesoma Mount Elgon tuko wachache sana kwa hiyo county. Unaona? Tunasaishia kwa hizo maofisi. Lakini sasa kama hatuna, that's why unaona hatuna kazi watu wengi. Unaona, but county ni kitu kingine muhimu sana. Na mimi nilikuwa naunga hiyo time. Wakisema kabisa tutafuta county yetu. Lakini sijui moto ilisima wapi. Iliwaka tu na ikasima. Unaona? Lakini pia kuna mapendekezo kadha wa kadha, labda kuigawanyisha Mount Elgon iwe two constituencies, labda ndio we also get more resources the way we are saying in terms of counties. Sijui wewe kama kijana unaonaje pendekezo hili? Hiyo iko sawa kabisa. Unajua the more wana split, the more resources zinakuja. Assume sasa tungekuwa na Mount Elgon West na East. Sindio? Hizo mbili. Na 200 million zinaanguka hapa, zinaanguka. Unajua saa hii tuseme CDF ikianguka 200 million hapa. Unajua ni kuanzia wapi? Chapters. Border ya Uganda na border ya Trans Nzoia. Unaona? By the way ni kubwa. Mount Elgon ni tu ina border karibu 3 constituencies. In fact ni 3, si ndio?
inaboda Kimilili, Kabuchai na Sirisia huko. Unaona? Hii ni kubwa sana. Hao wamegawa, yani sisi tunaboda watatu. Na sisi na bado ni we are neighbors of those mpaka tunaenda mpaka tunaboda si 3 4. Saboti we have mpaka Saboti. Just imagine. Ni county ambayo ni jirani yetu. So in fact hii kama kuna hiyo pendekezo ingekuwa inapitishwa tu. Lakini hasa sisi watu hawezi kukubali bwana. Mwingine anataka kusema hapana tusigawe. Acha tu ikae. Tunaumia bwana. Wagawe kitu hata wagawa mara 6. Wow. Kiongozi wa vijana hapo Carlson ameweza anazidi kutueleza, na nafikiri kwa sababu ya wakati na mwalimu wa hisabati popote ulipo I think utafika kama tumemalizia, lakini si neno will also be organizing one baadaye pia bado tutakuwa na mazungumzo. Naona muda umezidi kuyoma sana. Nimeweza kuwa na Carlson Kwemoya ambaye ni kiongozi wa vijana, jamaa pia anajishughulisha na mambo ya agriculture. Hasla pia katika tauni hii ameweza kuwa mgeni wetu wa siku ya leo hapa ndani ya Mzima World Studios. Si mara yake ya mwisho, tutakuwa tukimwalika tena na atakuwa akifika hapa mara kwa mara. Nimeweza kuona wengine wameanza kumuita mheshimiwa na tunakuombea sana mambo yaendelee kuwa sawa, na and we wish you all the best from Mzima World Studios. Tunakukaribisha sana and we really feel appreciated. Na nafikiri siku ya leo nimeweza kulipa deni. Watu wengi walikuwa wananiuliza wapi Carlson kiongozi wa vijana. Deni imeweza kulipwa maeneo haya ya Capso Coin. Thank you once again. Thank you for always tuning into Mzima World Studios, where we update you, we are changing the narrative, we also educate and entertain you. Thank you very much. Until next time. Labda neno mwalimu wa hisabati bwana anasema nafika msimalize. Mwalimu bwana, mwalimu mwalimu ameomba. Mwalimu ameomba. Akuje. Sijui amefika wapi, sijui amefika wapi because naona maswali zetu zilikuwa zimeweza kukamilika, alafu si neno natumai anakaribia. Yep, namuona nani? Namuona Yukabeth anasema yuko ndani. Thank you very much Yukabeth for tuning into this particular conversation, and thank you once again for tuning in to Mzima World Studios. Alafu pia bwana Carlson, naona kuna swali recently tumeweza kuona hapa maeneo ya Mount Elgon tuliweza kuona choo ilifungwa, lakini kulikuwa na mapendekezo kadha. Nilisikia maybe a fire station iweze kuletwa hapa, na ni baada ya tumeweza kuona visa vingi vya moto. Do you feel like Bungoma hapa maeneo ya Mount Elgon, is Bungoma County imeweka mizizi yake hapa, ama lazima bado una feel wanaweza ongeza kidogo mikono yake kwa sababu tumeweza kuona visa vingi vya moto, na it's the work of the county government waweze kufanya ile kazi ya it's a devolved function, na saa zingine kumekuwa na pendekezo tuweze kuwa na fire station hapo Capso Coin. Kama kiongozi wa vijana itasaidia ama, kwa sababu tumekuwa na visa vingi vya moto kuanzia labda hata hapa maeneo Kibuk kuna mazishi yafaa ifanyike. Mwaka jana tuliweza kumpoteza basa wa Kibuk bado kwa njia ambayo ni tata ya moto. Kwanza chenye naweza sema poleni kama kwa hiyo mkasa. Ilikuwa mbaya sana, na hata mimi nilifeel kabisa. Yani ilinigusa sana. Na hiyo pendekezo ya kuweka hiyo ni station ya moto hapa si mbaya. In fact wacha niseme tu sisi kwa hii Mount Elgon. Sasa hatuna hizo institutions hapa sana. So watuletee hata kamoja hapa. Unaona sisi kwa wanatuletea kama in fact unaona kabla hii choo ijengwe ishe. Kuna project kubwa imeanzishwa mahali. Kwa mfano tu acha niseme kama hiyo. Kimilili ama niseme kuna market hapo Mone market. Yes. Hata sisi na tungejenga hata mmoja tu, hata structure mmoja tu. Sisi tunapewa ile dosis kidogo. Hata kupewa kama ya choo peke yake shwari.
Na unajua it sparked a lot of conversation na vijana walikuwa wanasema Mount Elgon tunafunguliwa choo peke yake jamani. No, hiyo choo si mbaya. Yes. In fact itatusaidia hapa sana. Kuna mtu ataandikwa kazi kwa kufanya hapo. Unaona? Si mbaya. Lakini sasa we need other projects kama flagship ya mbio KMTC. Hii ya mbio saa tungekuwa hata tuseme na KMTC pia imekuwa kubwa. Si unaona hata sisi watu wa biashara kidogo kama Kasaiba tungekuwa na kazi ya kutengeneza reports, kutengeneza nini kazi iko. Rentals tumejenga labda pia uko na kazi yako ndani hapo. Kazi ya photoshoot. Just imagine. Wanafunzi wanatoka mbali. Yaani watuleteko bwana. Vitu at least ni reasonable kidogo bwana. Ndio hatukatai. Sisi kabisa tumekuwa marginalized mpaka kwa pesa bwana. Unaona? Watupateko hata pesa kidogo watujengea hata ka institution mzuri tu hapa juu. Unaona ya Lusaka alianzisha hii first term yake. Ndio hii term yake tena yani alianza first term, hiyo second term imeisha. Hakukuja, si ndio? Hakukuja kwa term nyingine wangamati akachukua. Amerudi tena kwa hii. Lakini bado tu ako kwa hiyo. Wewe uniambie ngapi amejenga? Bado kabisa. Hakuna. Alafu sasa hiyo wanatudanganyia tu kiketi kingine ya deputy governor. Si mbaya, lakini sasa unajua in fact tunaweza kublame hata huyo, lakini kumbe hata yeye ni flower girl tu. Ana like it's without portfolio. Just imagine kama budget. Uliona budget yenye anapewa? Niliona sijui ni 30 million out 30 million kwa county. Surely utapeleka wapi? Kushinda hata masisi. Hata hii surely. Unaona? Ya deputy governor surely. Ni hata ingekuwa mimi wangetupatia tu vio vingine kushinda ya deputy governor. Ama a deputy governor ambaye pays a CCM. Exactly. Na apeo budget. Unaona? Unajua pia angepeo budget. At least hata kuna barabara ya Kalama ingekuwa kamewekwa hapo mahali hapo. Unaona? Yaani yeye pia yako na nguvu. Yaani unajua yako huko. Alafu waje niseme tu yeye pia ni mtu wa Yesa. Kwa hii constitution yetu, we don't have a very clear role ambayo ina explain even. You are just the principal role of the deputy governor is the help of the governor. So governor asipokupatia kazi na huwezi kuwa na kazi. Si unaona? So hiyo kabisa sisi tuko nyuma kabisa. Nasema tu kweli tuko nyuma. Na sometimes hiyo ndio mimi huwa napenda kuambia viongozi hata kama uko sukuma tu mahali utaweza, sukuma tu. Usichoke. Hata kama utagongwa lakini usichoke, sukuma. Very true. As a deputy governor pia angekuwa hapo. At least ashike kwa vijana. Unajua yako sina na kauwezo ile anaweza convince kwanza sasa ni flower girl mzuri. Anaweza convince governor ambie unichukulia hata vijana hata 50 tu. Very true. Na andika hao 50 kabla dini yake ishe. Vijana watakuwa bwana. Na honest tu umeshaandika watu kazi. Hakuna venye atafuta. Hata ile regime nyingine ikikuja. Hakuna venye ni on permanent. So jaribu tu mali anaweza. Asilalie pia. Na aongee kama yeye. Amazing. Tunajua ana budget. Lakini ajitume. A very very pendekezo kutoka kwa kiongozi wa vijana hapo, anatueleza jinsi ambavyo labda mapendeleo yake hapa maeneo ya Bungoma County. Hatimaye mwalimu wa hisabati ameweza kufika, the only person that we are waiting. We have consumed our questions. Na itakuwa vema labda kabla tuweze kabisa nione nani pia ameweza kufika hapo. Thank you. Naona pia bado tuna watu ambao wanaweza kutufuatilia. Labda before we come to an end of this, mwalimu wa hisabati pia aje hapa aweze kusalimia mafans kwa hii interview yake Carlson. Bwana aweze kuingia hapo kwa frame. Fikiri utanisongea kabisa. Thank you. Wow. Sijui kama mwalimu ameingia kwa frame vizuri. Let me confirm. Na nafikiri ipo sawa. Nafikiri iko sawa. Thank you. Iko sawa. Na nafikiri yako sawa kabisa. Mwalimu, good morning. Nimeona uko sawa. Good morning. Umekimbia sana. Mbio nimekipchoge. Unajua tumefikiria mwalimu bado upo shuleni, lakini kumbe
Kumbe mko likizoni ama namna gani? Likizo fupi. Likizo fupi. Yes. Unajua welcome home. Sisi Thank you. Huko ndio sisi watu. Thank you kwa kunikaribisha. Unajua nyinyi ndio watu wa mtaa. Every time tukikuja huku lazima tuwapate. Na mkikuja pia shuleni mnatupata. Yes. So tunashukuru. Welcome mwalimu. We've had tumekuwa hapa na kiongozi wa vijana Bwana Carlson, na tuliona ulifuatilia ukasema vema sana ufike kuongeza uzito in this particular interview. Yes. Okay, basically mimi sikuja sana kuongeza uzito because I'm not good in politics like Carlson. Carlson ni mtu wa siasa kidogo. Si sana. Alafu yeye pia ni mtu wa kusaidia sana jamii. Yes. Ameongelea mambo na mbolea. So it means wewe ni mtu wa kusaidia jamii. And for the time I've known Carlson is a person with a big heart. Has a big heart. Yenye nilikuwa nasema akiomoka anaweza saidia kila mtu. I know him because Carlson amekueleza akiwa na kina Maruti kule Sendera. So ni majamaa karibu kwa mkina. Unajua ukisema Sendera, mwalimu tu ni jirani hapo ngambo tu pale. Ukiwa Sendera, the first places unaona ni pale CMI Hospital. Nyumbani tu ni hapo karibu. Yes, Makunga Village. So Carlson amekuwa pale Sendera. So kusomea Sendera inamaanisha ina changamoto si haba. Na out of that environment, Carlson, you see venye anaonekana. Mtu hata hawezi jua kuwa alikuwa pale Sendera. Amenavigate through easy challenges kwa maisha. Na today is here. So Carlson is a good man. If given an opportunity, one day, I'm not saying today or tomorrow, but one day, akipewa nafasi huyu anaweza fanya zaidi. Yes. Amazing input hapo from mwalimu, na we really appreciate Carlson. Unajua ukiwa na wale marafiki ambao they can testify the good things that you are doing, it's really great. Na unajua mwalimu pia apart from him being mwalimu, nafikiri has been doing these charity activities. Na when mtu mwenye anakuja kufanya mtu mwenye ako in the same field when he says so, inakuwa vizuri. Na nafikiri pia ninyi watazamaji wetu wa Mzima World Studios, you are getting that, na tunafurahia sana. Mwalimu, once again karibu sana. Labda utueleze likizo inaisha lini, na labda pia unajua wanafunzi wako hapa nyumbani, pia nimeona umekuwa katika ile michezo, sijui imeweza kufikia, because that is also pia your area of interest. Watu wengi wakikuona hapo mwalimu wanataka kutuuliza michezo imefikia wapi hapa Bungoma County, iko namna gani, Trans Nzoia County ama sijui ni Nzoia region, sijui iko namna gani? Thank you. Kitambo ilikuwa the larger Nzoia region. But baadaye wakagawa. So saizi kimchezo because nikisema ilikuwa Nzoia region kitambo, kikumbuka wale wamekuwa nafuatilia michezo. Bukembe Boys played in 2016 na St. Anthony Boys. Waka qualify to go to East Africa. So Bukembe wanajivunia 2016 walienda East Africa. In Bungoma County tulimaliza. Tunasubiri tu baada hii likizo fupi tutakuwa tunaelekea pale Mumias Regionals. Western Region. Ambayo itakuwa tuko na Bungoma, Busia, Vihiga na Kakamega. So kuna zile teams in Western peke yake. So kuna zile teams zili qualify in county per discipline. Zitakuwa wanakutana pale Mumias. It will be hosted by St. Peter's Mumias, na pia zitakuwa zinachezwa pale Mumias Complex. Yes. So tunasubiri I think it will be around tarehe 9 to tarehe 12 July. So tutakuwa pale. Alafu tukienda this other side in Trans Nzoia County, walicheza but kidogo hawakumaliza.
kulikuwa na mshike kidogo between the heavyweights, that is the Saints. Yes. St. Joseph Boys, known as Jobo, na St. Anthony Boys, known as Solidarity Boys or KD, Kitale Day pale kitambo. Alafu pia kulikuwa na tatizo kwa game ya Bwake Boys pamoja na Goseta. So hizo zilikuwa semis, hazikuisha. Game ya Goseta na Bwake ilichezwa. Ikawa wakati ilikuwa interfered, ilikuwa 0-0. So wale wachezaji wa Goseta walisema kuwa fans wa Bwake wali invade the pitch, na wakaenda wakawazaba makofi wale players. So hiyo match kakua abandoned. Alafu pia ile ya KD pamoja na Jobo ilichezwa pale Ndura Complex. Actually we want kwanza to appreciate our referees from Mount Elgon. Hiyo ndio karibu nikuje nikuulize Mount Elgon iko wapi in this one? Yes. Actually we want to appreciate si nafasi dogo. We have our referees. I think ni sisi wakiwa huku nyumbani watu watambui sana. Atambuliwi nyumbani. Tuliona Peter Sandui from Kaptama, one of the best center referees. Pamoja na Moses Ngeyo from Kibuk. Watu muita Katambe. Alikuwa AR, assistant referee 1. Walifanya kazi safi sana. Alafu unasema ule jamaa Kaptama was the referee. Center referee. Yes, CR walifanya kazi nzuri. Inamaanisha wamefanya kazi nzuri before. Last year waliitwa. Kulikuwa na game ya St. Joseph na Bishop Glory. Haikuisha kule Trans Nzoia. Ilikuja ikachezewa hapa Friends School Kamsinga. The same guys wakapigiwa simu, wakaenda waka-officiate. Hiyo game ikaisha, Jobo ili win. Unfortunately ya juzi wali-officiate vizuri mpaka dakika 81. So ilikuwa imebaki tu some 9 minutes game ishe. But kukawa na issue, KD walipata penalty. Ilikuwa penalty yao ya pili. So walipofunga ikawa 3-2. But in before wapate hiyo penalty, the score ilikuwa 2-2. And both sides walikuwa wanaongelesha referee wakimwambia you are doing an amazing work. But unfortunately wakati KD walipata penalty, wale watu wa Jobo wakageuka kuwa sasa this referee si mzuri. Na it is always that way in football. In case usipo win, referee will be bad. Lakini in case ukiwin, referee kwa mzuri. So hiyo mechi haikuisha because wale wa Jobo walisusia mchezo. Wali claim there was an handball kwa box ya St. Anthony. So walikuwa na claim wapewa nini? Penalty pia. Penalty. Iko 3-3. But in case ukifuatilia, most of people hawajui law of the game. We have 17 laws of the game. Which is an update zinakuwa yes, every season. Kulikuwa na law number 12 yenye watu wengi hawakujua. Because wakati wale wali claim there was an handball. In football wanasema if mpira ikitoka part of the body na iguze mkono, it's not an handball. So ile ball wakati ilifika ilimguza player hapa kwa paja before imguze wapi? Mkono. So that's not a handball. So hiyo ndio wale majamaa wa Jobo walikuwa na claim wapewe nini? Penalty. Wengine walikuwa na blame Peter Sandui kuwa alikuwa mbali na tukio hilo. But you see, there was a foul yenye Jobo alipewa. Huku karibu touchline. Alikuja pale kupima. Wakati wana shoot that ball inaenda kule kwa KD box. Alikimbia. But you see, hawezi kimbia na speed ya ball. Of course ball itafika mbele. Alafu kingine ule assistant referee, Moses Ngeyo, alikuwa this side ya chini. Yeye ndio angeiona. But alisema alikuwa amezuiliwa na wale fans wa Jobo. So hangeweza ona. But after hiyo game kuwa abandon na hao watu wa Jobo,
referee alisubiri the 9 minutes ziishe. Baada ya kuisha akaambia the security kuwa mchezo muda umeisha, then wakapewa escort, wakaondoka. So wakaenda pale pia wakawatch hiyo replay ya ile video. But hakuna kitu ilikuwa inaashiria kuwa it was an handball. Waliwatch mara kadhaa before wakaandika nini the report. In most cases kukiwa na match abandonment, mtaandika report kama referees. So wao waliandika the report na waka hand over to the officials wenye walikuwa wanasimamia na game ikaisha. Yes, so tunasubiri, tuliambiwa kuna hearing tarehe 30 ya both matches, semifinals zote, hii ya Jobo versus St Anthony na ile ya Goseta versus Bwake. Ndio tuone kutakuwaje, kutakuwa na rematch, KD watapewa nafasi ya kwenda finals, then pia tuangalie ile ya Bwake na Goseta itakuwaje. Yes. Labda before kabisa tutamatishe, what an amazing from politics now to tunapata michezo. So maybe in Mount Elgon teams zenye maybe they're participating na categories apart from football, do we have any in this region? Yeah, we have. Kando na football, our teams actually did well. Zile teams zilienda kule counties. I want to applaud Kimobo boys. I was there in person. I witnessed their matches, all from group stages to quarterfinals. Mahali safari yao ilishia. Mwanzo hawakucheza vizuri in group matches. Wakati walicheza na zile teams, then Aburerea from Bumla, walicheza na Terem from Kopsiro, Kimaeti. But wakati walifika quarters, they were so psyched. They were playing against my former school, Teremi boys. But you see, at that point, I was supporting Kimobo. Because nimeenda kama Mount Elgon. Si kuenda kama Bungoma Central. Nilienda kama Mount Elgon. I supported them under the leadership ya Bwana Moses Kiboy. Watu muita generali. The boys played well. In fact, it was Kimobo ambao walifunga bao wa kwanza. But kidogo some slight mistakes. You know, in football wanakupunish by mistakes. You make mistakes, they punish you. So wali make mistakes, countable mistakes, karibu 2-3. Na wale Teremi waka utilize. You see, Teremi is a good side. Wamekuwa wanacheza ligi. They have experience. So those boys waka utilize the chances, waka to punish 3-1. So Teremi waka qualify to the next level. Wakaacha Kimobo. So to Kimobo they gave their best na tuna appreciate. After hapo those teams zili proceed. Same to Terem. Terem and Kimobo in the same pool. So Terem wakawa number 1, Kimobo number 2. Again, in the other pool ya Teremi, Teremi na Kibabi were in the same pool. So wakakutana na team zetu za Mlimani. Yes. Pale tuliondolewa. Ukiona Terem. Terem were able to draw 1-1 na Kibabi full time. Wakatolewa in post match penalties 5-4. Just the kidogo tu. Moja tu hivi. Just the same way. Juzi tukiwa Kakamega. Game ya Kakamega School na Musingu in semifinals. Walitoka draw ya 0-0. Penalties 5-4 in favor of Musingu. Yes. So safari pia ya au wenzetu wa Terem ikaishia pale. But they gave their best. For Kebe it was their first time, alafu wajakuwa na ile uzoevu. But at least Mwalimu Leka Levi Kaye did a wonderful job na alilearn from pale county. Na alikuwa kwa pool mbovu sana. Playing in Maliki pool, Bukembe pool, na wale wa Misihu friends. They gave their best. So in football walijaribu. Wasichana wetu wa Kibuk Girls kidogo walijaribu pia, japo walizidiwa na wale wapinzani kina Mbakalo ambao
ni one of the best teams wanatu represent in soccer girls. Walikuwa number 2 after Brenda girls. Kando na hizo we have teams kama rugby. Yes, vitu kama I think mimi ningeomba most of our coaches or maybe the school administrators, in case if we want to do well in Bungoma County, now that hatujapata county yetu ya Mount Elgon, unajua tungekuwa na county yetu ya Mount Elgon, tungengangana na hizo discipline so that tunaenda kukutana na wao at regional levels. But now because tungali hapa, Bungoma teams are doing well, especially in soccer. Ome invest in soccer sana. I've never seen a team from Mount Elgon go past semis in counties. Last year, Terem, the same Terem walijaribu. They played Bukembe in semi-finals. Na walikuwa bado Bukembe, you know, Bukembe is a very experienced team now. Na walikuwa 1-1 mapema. In fact, walikuwa wamefunga Bukembe before Bukembe ikakuja from nyuma ikawashinda. So hatujawahi enda past unless if we come tukuje pamoja na tufanye kitu inaitwa specialization. There's something called a specialization. Tuseme shule fulani tugawe tu tuseme maybe Kimobo, like Kimobo boys. Our specialize in rugby. They've been doing good in rugby. And that is what I know. Yes. Same tukuja maybe kama Kapso, tema Kapso nyinyi mfanye hockey kabisa, no, invest seriously. Tuende Kaptama, wao wafanye volleyball. Tuende maybe Kongit, au wa specialize in maybe football. Yes. Tuende hivo. I think tutakuwa wazuri. Lakini hii kitu yenye shule inataka kubeba discipline zote inakuwa mzigo. You want to be good in football, in volleyball, in what? Inatusumbua. So wasichana wetu wa Kimobo, rugby, Kongit, rugby, they did well. Kimobo wa position 4 in counties. So inamaanisha they are qualifying to regionals to represent Bungoma County. Because in rugby walikuwa wanapeleka 4 teams. So nini wakakuwa number 4. Kimobo. Wasichana wa Kongit. Kimobo wa 4, number 4. Kongit wa position 2. Amazing. They played finals. Amazing. Yes, walicheza finals. They are good girls. Good girls. Amazing girls. You just admire those girls. Hawa wasichana unaweza dhani ni wavulana. Unajua walikuwa wanalala wapi? Walikuwa wanalala Bungoma Baptist. Bungoma Baptist ni karibu na Bungoma High School. Hapo karibu. Unajua walikuwa wanachezea wapi? Wanachezea Kibabi. Kule juu. So those girls ilikuwa yafaa wakue ferried from Baptist to Kibabi. But by the time drivers wanaamka, wanapata wasichana wako Kandui. Wanatembea. Wametembea from Bungoma Baptist. Wameenda wanasema kumbe ni hapa tu tunaweza fika. So unapata umefika pale na unajua kitu fani, hakuna mtu ametoa jasho. Wanafika pale mapema. Wako tu sawa, alafu unapata wako tu pamoja. Wanasubiri mwalimu wao aje awashughulikie breakfast kwa site hapo Kandui. Ndio waenda wapi? Kibabi. Na si tutapata kuna mwingine sijati yako wapi, sijua anamtafuta. Wako pamoja. In fact ile siku tukienda Kongit, you remember nikimwambia principal if tungeweza transfer wanafunzi angenipatia some few niende nao wapi? Chemoge. Yes, they have nice girls. Wasichana wazuri. So they were position 2. Kapso boys did well. Walingangana. Cheza hadi semis. I think they played walicheza na Kibabi in semi-finals. They lost. Wakacheza playoffs na Friends School Kamsinga. Wakanyorosha Friends School Kamsinga vibaya sana. National School. Yes, vibaya sana. So wakakuwa position 3. So niliwaambia 4 teams zinaenda wapi? Regional. So Kapso boys
wako ndani. They are going to represent us. Wow. Kimobo kidogo walikuwa na challenge. Kimobo is a good side. In fact, they are known for us. Watu wengi hata wanashangaa Kimobo wako wapi. You see what happened? Kimobo walikuwa wamewekwa in poolings, Kuna teams zilikuwa kwa pool ya 4, kuna teams za pool of 5. So you see, ukiwa kwa pool of 5 inamaanisha I'll play more matches, right? Na tunaenda na points. Mimi niko kwa pool ya 4. Nitacheza matches less. Unaona? Na hata niki lose inakuwa tena more disadvantage. Yes. So wakakuwa disadvantage kwa sababu walikuwa pool of 4. Na kuna mtu wako kwa pool of 5. Na walikuwa wanafanya ranking. Wao sasa unajua after kucheza hapo, umecheza hapo, uko na points ngapi, niko na points ngapi, wana rank. Abel has 10, Carlson has 8. And you see Carlson amepatio 8 because ako kwa pool ya teams. So akakuwa disadvantage, haku qualify to the next because wakati wali rank akawa number 9. So ikamuumiza. Na walikuwa wanachukua up to a certain number ndio waende next level. So walikuwa disadvantage. Na I think naomba viongozi wetu wa Mount Elgon wakati tunapeleka teams wakuwa pale mstari ya mbele kutetea pia na waangalie teams na nini aje. So Kimobo walitoka unfairly. Wangefuatiliwa, labda wangekuwa among the teams yenye zina qualify. Yes. Amazing, very amazing, and I think I'll need to tafuta mwalimu tuchape tu sports commentation watu waweze kuelewa. Na naona Jeno Linya anasema good morning from Eldoret City, thank you. Arab Chesingare anasema ukitaka kujua mambo ya mpira vizuri tafuta Griffin Psero, this guy is very smart walai. Amazing, watching live from Upper Committee Prison. CO Monk Kingdom, I had an opportunity of meeting this guy sometime back in Cheptonon. I hope uko salama. Anasema nice interview. Alafu Edu Tioi anasema nice one from mwalimu Griffin Psero. I want to promise you viewers from Zimwals at least this week, and because we have those events zenye zina happen pale Trans Nzoia na pia imambo ya Ruji, nitakuwa nikioletea mwalimu ndani ya studio tuchape tu commentation ya football yetu tu wanao moja safi, mwalimu wachapia ile commentation. Thank you very much. Nafikiri itakuwa vema we tell these guys goodbye. We've been here for the last 1 hour. Mwalimu kidogo ametubreakea, ameweza kuingia. Remember, tutaleta mwalimu. Unajua, I know, unajua mafans wata, lakini we'll be bringing mwalimu back again. Maybe your last words to the viewers as we come to an end of this. Labda ningesema tu tujitume tu. Na vijana wajitume. Thank you very much Carlson. Asante for your time hapa ndani ya Mzimwal Studios. Thank you. Mwalimu, under short notice umeweza kufika. Your last words to our viewers. Thank you. I think mimi nilikuja tu kuwasalimu na kununua chai. Sikuwa na mambo mengi because nimesema tuko likizo. Nimekuwa kidogo na saisha mtihani. So unajua to break the boredom, at least tunakuja vitu kama hizi, tunaenda kunywa chai na tunafanya shughuli zingine. Tukirudi hivi at least maybe unapata umekuwa energized. I can mark so that nikirudi shule at least napatia na karatasi and we do some revision. So walimu wale wako likizo wajienjoy hii period kidogo, wapumzike. Na this is the best time ya wale ambao walikuwa wameapply transfers to follow up on their transfers. This is the best time. Alafu to our viewers, asanteni for always tuning to Mzimawels na tuzidi. Alafu I think kuna challenge weekend. Kuna weekend. Na unajua kwanza wacha tu congratulate Sarah Maruga, na watu wanasema mahali mwalimu Isabati yuko toroka kwanza. Wanasema sijui ulifanya nini Sarah Maruga akapita na t-shirt. I think that's my younger sister. My cousin sister. Niliona mtu alikuwa anasema mimi niko na cousins wengi. Yes, I have many cousins. Na nilisema niko na maternal na paternal. So Sarah is my paternal cousin. Babake ni mkubwa kwa babangu. So wale ni watu wa nyumbani. So kitu ili nifanya zaidi nimfanyia campaign. Nile siku mkiwa Athi River.
kitu nilifeel vibaya, aliniambia kuwa hakuwa na t-shirt. Yes. Paul alikuwa anasema msichana hakuwa na t-shirt, karibu amvulie yake, avae, apige nayo picha. Nikasema now that amekuja hapa kwa challenge, itabidi tuvuruge, itabidi tusukume hadi mwisho, but still personally I'll be buying her another one. Hiyo ilikuwa ya challenge. Yes, nitamnunulia tu sasa nyingine. Alafu tufanye tu campaign vizuri pale. Kuna watu walikuwa wanasema siji tuliiba kura. Sisi hatuibi kura bwana. System yenyewe haiwezi allow hiyo mambo ya kuiba kura. So watu wafanye tu campaign vizuri. Hiyo kitu unajua ndio win inaenda na uko na unaweza pata numbers kiasi gani. Niliona campaign moja wa my cousin Chesingare. Alikuwa anasema hao watu wa Sara Maruga walituibia kura. Wanasema ati yao kura yao moja ilikuwa inaongezeka by 1 na yetu inaongezeka by 10. So siri ni uko na watu wangapi? Do you have numbers? Do you know how to convince people? Mimi nilikuwa pale kwa nyumba the whole day, si kutoka. I was marking by the exam. Nasaisha mtihani, tunaenda kidogo tuna update. Na every time ungeniona tume repost, posting and reposting, na kutafuta marafiki. Na strategy, si tu numbers, strategy. Yes, and talking to them nicely. So this weekend tutaona venye itakuwa. I'll talk to Arap Chesingare. Sasa amesema atakuwepo tena. Personally, if ingekuwa ni mimi, angesimama. Angengoja kidogo. If ingekuwa mimi, yes. Angewacha. Hii ya weekend, kama ananisikiza, kama anafollow, awachane nayo. This weekend, awachane nayo. Because najua labda kuna watu ambao walikuwa wame-approach wale marafiki zangu. So unapata huyu amekuwa approach na huyu, huyu amekuwa approach na huyu. So haitakuwa vizuri, like maybe niambie wale tuache kusupport wale, tukuje tusupport nani? Arap Chesingare. Na walikuwa wamekuwa approached mapema. So tungewaruhusu wale to support wale candidates walikuwa wamewa-approach mapema, so that now tupige strategy. It's about mathematics. Mimi ni mwalimu wa hesabu, ni lazima tupige nini? Hesabu. So Arap Chesingare, I'll be talking to him, I'll make him a call. Alafu watu wasikasirike. Hizi vitu ni za kujibamba kabisa. Mimi sina nini hapa saizi. Lakini niko sawa. Huyu Carlson sijai muona na t-shirt, lakini ana support. Tutamfanyia mchango. So watu wasiweke feelings. Sometimes I feel bad nikiona member mzima well. So napata maybe hata relative wangu, rafiki atujuani, but because my candidate amepita, ana feel vibaya. The other time sisi by that tulikuwa tuna support Celine. You remember? Yes. Kulikuwa na group ya Sendera, wale wa jamaa ya press. Walikuwa na support Dan. Ndio. Kulikuwa na watu wa Rainbow Tiani. Wakati sisi tuliona mambo hapa haiendi vizuri, tulikuwa tumeelemewa. We took a decision ya kusupport nani? Ray bado ni rafiki yetu. Mtu yoyote pale mwenye yako mzima ni rafiki. Wote kwanza. Ni marafiki, it's a competition of friends. So whichever person mwenye ata win, haina any negative impact kwetu. We'll support another person. That's why tulisema challenges ni mingi. Kitu tunaomba ni uzima. Vitu ni mingi. Tusipo win leo, tutawin kesho. Mimi nilicontest mara kadhaa. 1, 2. Then nilishindwa ya kwanza, ya pili, ya tatu. But I think mimi si kushindwa deliberately. Strategy tu na maybe kujua. Alafu hiyo wakati ilikuwa weekends. Na mimi weekends are for football. So unaweza pata mimi alikuwa Tranzola. Mimi nimeenda game, nyinyi mnangangana ku campaign, mnatafuta kura. Mimi niko shughuli zingine, wakati nakuja majamaa lakini ningekaa pia nifanye strategy. That's why ile ya mwisho nilikaa chini nikapiga hesabu na tukawin. Na tumesupport watu wengi wamewin.
So let's support each other. Ule ata win leo, in case candidate wangu asipo win leo, haimaanishi I'm weak, I'm not a coward. Tutasupport ule mwingine, huyo mwenye wako akipita, we will appreciate. I think mzima mnafanya kazi safi. Thank you. Bringing such a thing. Majua sisi kitu tunataka pale kwa mzima. Activities. Tunataka hizo engagements. Unaona, we want to grow the page. It's not about the t-shirt. It's about the page. That's why ile siku mkienda at the river. Si kumake because of 1-2. Tuliona vibaya. Yes. We felt bad. Na nashukuru ule mtu alinitengenezea poster attending. Yes, I made sure wale majama yangu, my cousin brothers, wale wako Nairobi, they came in numbers. In as much as walikuja wakalamenta tu, nimetoka Kasarani, nimekuja kukuona hujakuwa. But mimi nilishukuru because walikuja numbers. Yes, they came in numbers. By the way, so tunashukuru. Wacha tuendelee. Mimi nilisema nitabaki huko. Kama Sharo pia anaona, nilimwambia mimi siendi huko kwa WhatsApp. Mimi niko hapa natetea mzima hapa Facebook. So sitko hapa. So tunashukuru. Thank you very much. Mmeweza kusikia Jishindie itakuwa pale weekend. Do your registrations shilingi 100 peke yake, alafu ingie ndani ya Champions. Thank you very much Mwalimu Isabati together with Carlson Ndiama for this amazing morning talk show hapa ndani ya Mzima World. These guys nitakuwa nikiwaleta tena na tena, and very soon ile tu siku will be launching our office manza, watu watakuwa guest, tutakuwa na sports every day. Mwalimu Isabati tushakuwekea kitengo yako ya siasa. Ni mjipange tu, mambo itakuwa yanakuwa sawa. Until next time manze guys, peace. Adios. Thank you. Wow.